Nimekaa kama hivi. Ojoi. Loveless. Amen. Naomba tusahau yote yaliyopita. Jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Ile ombi niliyokuomba. Mpaka leo kukule ni mahusiano tena. Sio nipelekeza. Nisiko tayari kwa hiyo. Mimi nakuingia na kupenda kweli. Siko tayari. Nyie wanaume waga mnabadilika. Wanaume tuko sawa. Na nitaamini vipi kama kweli unanipenda? Sina unaona kufanya kila kitu kwako. Kunifanyia kila kitu sio shida. Shida inakuja pale nimekuamini, nimeukabidhi moyo wangu, then baadaye unakuja unaniumiza. Maana nilikwambia kwa sababu iliyopita. Sababu yule wa mwanzo aliyekuumiza ananifanya yani wanaume wote kuona kama tuko sawa. Mimi nakupenda kweli. Kutoka moyoni. Kweli. Naomba nikubalie na basi. Unaniahidi hautaniumiza? Sitakuumiza. Serious? Uko serious? Sitaki kuona ukilia tena. Mungu ni kama kuja nilale. Lakini wakati nakuja kulala nimesikia mtoto analia. Wewe Mungu utakuwa mwoga. Usiku mtoto alia tu kwa sasa. Alafu nimechungulia hapa. Sikiza. Uko nje nimechungulia kwa macho yangu mawili nimeona kitu cheupe afu mtoto analia. Hata tukaangalia. Twende tukaangalie huko. Sasa kuna mtoto analia. Twende. Kuna kitu gani huko? Kuna cha mtoto wala cha kuna chochote. Hakuna mtoto huko wala hakuna mtu yoyote. Mama, utakuwa muoga tu. Sikiliza mke wangu. Yaani ninachokuambia ni ukweli mtupu. Ushinikuta ndani na kunywa pombe. Hamna, yaani mwanangu utakuwa muoga tu wewe. Mwanaume mzima unakuwa muoga hivyo kama mwanamke bwana. Vipi? Nisikilize mke wangu. Nishakuchanganyikiwa ndani? Nakwambia mimi nimeona kwa macho yangu. Usiku sasa hivi mke wangu. Tukalale. Ya Mungu mengi.
Mdogo wangu Kajicho. Ni muda mrefu sana. Leo naona umekuja umenitembelea. Karibu. Asante basi. Karibu sana. Asante. Habari hapa nyumbani? Kwa kweli tunamshukuru Mungu si wazima kabisa. Sijui wewe uko wapi. Basi sio kweli kabisa. Kuna nini? Yaani mdogo wako hali nilionayo, naona kabisa naelekea kufa. Unataka kufa? Kuna tatizo gani? Yaani mdogo wako kiukweli silali. Ndani kwangu mle namolala. Maana nisikie mtoto analia. Maana nisikie tena nani? Yaani kiukweli maana anatokea mtu wa ajabu ananiambia tena wewe umeua. Najiuliza mimi tena nimeua, mbona sijawahi kuua mtu? Blaza mimi kiukweli inanichanganya hii hali. Unasema kuna mtoto anapiga kelele usiku? Yule mtoto analia. Asielewi. Naanza kunikumbusha na tatizo hilo mkuta ba mdogo. Juma. Sasa unajua mimi nilikuwa mdogo, yani nilikuwa naelewa kwamba kwa mdogo amefariki, lakini sikuelewa amefariki kwa sababu gani. Sasa kwani wewe katika maisha yako wewe kuna mwanamke uliwahi mpa mimba? Au umewahi kuzaa naye nje? Kuna kibinti fulani hivi nilikuwa nacho kwenye mahusiano. Lakini nilidumu naye muda mrefu kidogo. Alikuja nyumbani akaniambia na ujauzito wangu. Kiukweli mimi niliipinga kwa sababu mwanamke alishakuwa na mahusiano kabla. Sasa hilo ni tatizo kwako. Kama kuna mwanamke umempa mimba na ukamkataa, hilo ni tatizo. Hiyo damu inakutafuta. Mdomo kwa jicho, usipokaa makini nitakupoteza. Kwa hiyo hali inayokutokea inamaanisha kabisa kwamba huyo mwanamke alishajifungua mtoto kapitiliza. Sasa kinachotakiwa ukitoka hapa, nenda kamtafute huyo mwanamke akuonyeshe kaburi la mtoto lilipo. Sawa? Nadhani umenielewa. Sasa kaka, hivi unafikiri inawezekana vipi? Yule mwanamke niligombana naye, unajua hatua za mwisho. Sasa mimi nitamkuta wapi? Hilo sio swala kuniambia mimi. Wewe ndio unataka ufanye juu chini. Rasmi ndio kukupoteza mdogo wangu Kajicho. Fanya hivyo. Sawa kaka. Nitafanya hivyo. Lakini basi sawa, nitajitahidi. Kama huyu mwanamke kweli ndio sababu, kama ni mtoto kweli au kitamtafuta, najua namna gani ya kumkuta. Sasa nikimkuta sasa inakuwaje? Hapo ndio nitakuelekeza jinsi ya kufanya. Ila hakikisha kwa sasa hivi mtafute huyo mwanamke shampata akuonyeshe kaburi la huyo mtoto. Baada hapo nitafute, nitakupa maelekezo. Basi. Akinionyesha kaburi, nikutafute. Utafute na kupa maelekezo jinsi ya kufanya. Unaweza kaenda. Fanya haraka, unaweza kaenda. Sawa basi. Hili sasa mchezo. Dada habari? Salama za kwako? Nzuri kabisa. Habari hapa nyumbani? Nzuri. Karibu. Asamani, nilikuwa namuulizia dada mmoja hivi anaitwa Loveness. Loveness alikuwa anakaa chumba kile pale. Saizi kashama. Kashama? Alikuwa anakaa pale? Ndio. Kwani naweza nikampata wapi labda? Ameolewa hapo chini, mtaa chini tu. Kaolewa? Samani, labda utakuwa kwenye chumba hicho hapo Loveness. Ndio. Basi sawa, vipi naweza ni mbali kutoka hapa labda? Sio mbali sana. Unavuka tu kwenye hiyo barabara hapo, nyumba ya tatu. Hiyo hapo ya tatu kutoka hapo. Nashukuru. Asante. Sawa. Karibu. Asante. Nenda sokoni. Sichelewe kurudi. Chelewa. Nataka nifike kazini. Mimi sitaki uende. Wanafunga mniite, sasa kufanya kazi. Narudi sasa hivi. Nataka tuende wote sokoni. Narudi sasa hivi. Kwani? Wani mmenuna. Sinuni bwana. Unajua nakupenda.
Nakupenda pia. Basi ngoja niende. Nakupenda. Nakupenda pia. Samahani sana bro. Wewe mwanangu vipi? Yaani nilikuwa sijakuona. Sio kama umemwaga mkalale. Nisamehe tu bro. Samahani. Hata ushamba huo. Mdogo wangu Kajicho. Mshikamoo. Marahaba. Vipi umefanikiwa kumpata yule pia? Yaani brother, ninapambana mpaka ninavyozungumza sasa hivi bado niko mtaani natafuta yule binti sijui uko wapi. Mdogo wangu, mbona unakuwa mpumbavu sana? Wewe toka siku ile mpaka leo unamtafuta yule binti hujampata? Hivi unategemea nini? Sasa brother, mimi upumbavu unatoka wapi? Ningekuwa mpumbavu ningekuwa nishalala nyumbani. Mimi niko mtaani natafuta mpaka sasa hivi sijala chochote, napambana kwa ajili ya mdada huyu kumtafuta alipo. Pale alipokuwa anakaa zamani amehama. Mdogo wangu, nisikilize ninachokwambia. Sawa. Mimi huku uliko niacha sina amani. Toka siku hizo unatoka tu. Sina amani na kufikiria kuhusu wewe. Na wewe ndio mdogo wangu afikie ulibaki wa mwisho. Lakini mpaka sasa unaponiondoka mjapata ile kitu nategemea nini? Nitakupoteza mdogo wangu Kajicho. Hebu jitahidi kutafuta hiyo binti. Na sio mdogo wangu utaonana na watu wabaya. Kaka, naelewa. Na ndio maana mimi napambana kwa hali na mali mradi niokoe maisha yangu. Sasa basi sawa, mimi nadhani nitaendelea kupambana. Sasa sikiliza. Nakupa masaa 24. Hakikisha unampata huyo binti. Usinipigie tena simu. Simu utakayonipigia ni ya kusema huyo binti umeshapatikana au hajapatikana, sawa? Sawa, nimekuelewa blast. Haya. Tunahangaika naye mwingine anakuvuruga. Watu wengine ba. Naomba na mazungumzo na wewe. Samahani bro, naomba mara moja tu, dakika 2. Loveness, nimekutafuta sana na mazungumzo ya faragha na wewe. Unaacha kutafuta hela unanitafuta mimi? Nimekwambia ni jambo muhimu zaidi ambalo natakiwa unisaidie mimi. Yaani pekee ndio kunisaidia. Nisikilize wewe mjisikie. Kwa sasa sina muda wa kukusikiliza wewe. Sawa? Na yule unayemwona pale pembeni, my husband. Basi naelewa. Loveness, hayo yote mimi hayo sitaki kuyatambua. Umenielewa? Ila mimi nina shida muhimu nataka unisaidie Loveness. Please. Sina chochote cha kukusaidia kwa sasa. Tena koma. We love me.
Naomba nisaidie bwana. Vipi babu? Fanyisha watu mwanangu. Naomba nisaidie. Acha ufala mwanangu. Acha ufala. Wewe wewe. Nani sasa kunisaidia sasa? Wewe tena. Ya, ni mimi. Loveness, naomba unielewe vizuri. Nimekuwa msumbufu, lakini yote kwa yote 9-10, shida yangu ni moja tu Loveness kwako. Shida gani? Loveness, mimi nataka nijue tu mwanangu yuko wapi Loveness. Ulikuwa ni mjamzito, sasa hivi huna ujauzito. Naomba uniambie mwanangu yuko wapi? Hilo tu nataka kujua, mwanangu yuko wapi? Unahitaji kujua? Yes, nataka kujua mwanangu yuko wapi. Mtoto amefariki. Loveness, unaongea kirahisi namna hiyo, sio? Ile ni damu yangu, ni mtoto wangu yule. Wewe Loveness, simple. Eti amefariki mwanangu. Basi wewe umekaa kimya. Unajua tamaduni zetu, unajua tunavyozika Loveness, afu unaongea kirahisi. Amefariki mtoto wangu. Tafadhali naomba uniambie ukweli, mtoto wangu yuko wapi? Sina ukweli zaidi ya huo. Okay, nataka kuona kaburi lake. Loveness, nataka nimuone hata kaburi basi ulipomlaza wewe. Naomba basi ongea chochote. Oa. Mama mpata mke wangu mpaka huku mwanangu. Hapana brother, samahani, naomba basi unielewe. Nimekuja tu anionyeshe mwanangu yuko wapi. Ni mara tunamfuata mke wangu na sumbua. Brother, samahani kwa kuwa nimewaingilia. Na pia samahani kwa sababu nimekuja bila taarifa. Nisikize brother, huyu alikuwa ni mpenzi wangu na aliondoka na ujauzito wangu. Tafadhali naomba basi mnionyeshe tu hata mtoto wangu. Yaani kila tunapohama unatufuatilie mwanangu. Na kuomba uondoke mwanangu. Na kuvuruga hata hivi mwanangu. Ondoka. Loveness, hapo wewe nikupasua wewe. Poa. Hiyo jamaa nitafuta mimi hilo. Kila mara tufuatilia tu. Sio. Basi twende. Karibuni. Asante. Nimewaita leo hapa. Nimekaa na mke wangu kaongea. Tumefikiria kwamba tuwaite leo hapa. Siku ile umekuja pale, tumekufukuza. Ila tumefikiria na mke wangu, tumeamua kuwaita leo hii kuwaonyesha kaburi la mtoto wenu. Kwanza tunashukuru kwa sababu umetambua hilo kwamba tunatakiwa kuwepo. Tunashukuru sana, na hata mimi nikaona si vyema kwamba nije peke yangu, kwa sababu mara ya mwisho tuliachana kwa vurugu. Nikaona niongozane na baba zangu ili aweze kuja kusikia wito ambao umetuitia. Tumekaa hapa, unajua mtu kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndio kosa. Kwa tumefikiria inabidi tuende makaburini kuonyesha kaburi la mtoto wako. Mimi nadhani basi labda kama mtakuwa na neno lolote. Mimi kiupande wangu sina neno, sababu kimsingi tu mimi nimeshaelewana kama alivyosema ndugu yako pale kwamba inabidi twende akatuonesha ile kaburi la mtoto. Mimi naona hakuna budi, tungeenda tuone kaburi la mtoto. Basi tunaweza tukwenda.
Hili ndo kaburi la mwanao. Hili hapa? Ndio.